Mapambo yamekatazwa. Watu wa Mungu waliookoka hawafai kujipamba pamba, mapambo ya kidunia lazima waachane nayo. Na leo nataka nikwambie chanzo cha mapambo kukatazwa. Nitakwambia. Kasome kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 32 kuanzia mstari wa kwanza. Ni kweli Mungu aliwaruhusu wale watu wavae yale mapambo. Aliwaambia wavalishe watoto wao. Lakini kilichokuja kusababisha wakatazwe kuvaa tena, kisa kipo kwenye Kutoka 32 kuanzia sura ya kwanza. Wapendwa, kasomeni. Musa ameenda mlimani kuchukua zile amri aje huku. Wale Musa alipotoka nyuma huku wakaanza vituko. Vile vitu ambavyo Mungu aliwaruhusu, waliokuwa wamevaa pete za masikioni, pete za mikononi, vieni, vyombo vya dhahabu, wakachukua wakavitengeneza ikawa sanamu ya ndama. Yani yale mapambo yao wakatengeneza akawa mungu wao. Yani wakaanza kuabudu yale mapambo yao. Yani yale mapambo ambao walikuwa nayo ndo wakaanza kuiabudu, walitengeneza sanamu wakaanza kuiabudu. Wakaanza kuabudu uzuri wao. Ukitaka kujua Mungu amekataza, na alianza kusema hivi ya kwamba Israel, ulipambwa, ulitengenezwa, sifa zako zikaenea, lakini ukaanza kuabudu uzuri wako. Kasome kwenye kitabu cha Ezekiel kuanzia sura ya 16 mstari wa 12 na kuteremka chini. Soma, teremka chini kabisa, ikiwezekana maliza sura yote. Utaona Mungu anavyoongea. Akasema kwa kuwa wewe uliuabudu uzuri wako, haya mambo hayatakuja kwako tena, wala hayatakuwako. Yani mambo ya kupambishwa hayatakuwako. Yamekatazwa. Lakini leo hii ukimwambia mtu wa Mungu ni mbishi, haelewi, hasikii. Mapambo pia Mungu wakati anaongea na Musa anaambia waambie wana wa Israeli, nyinyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Dakika moja tu nitawaangamiza. Kwa sababu gani alikuwa anawaambia wana shingo ngumu? Inamaanisha kuna kitu walikuwa hawataki kumuelewa Mungu, ndio maana alisema waambie wana shingo ngumu na nikiingia nitawaangamiza. Kwa nini atawaangamiza? Kasome kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 33. Kutoka 33. Ule mstari wa 5. Mungu alikuwa anaongea na Musa, awaambie wana wa Israeli. Ikikupendeza anza 33:1. Uone Mungu alivyokuwa anawaambia. Anawaambia waambie wavue vyombo vyao vya uzuri, yani watoe mapambo yao ambao wako nayo yote. Kwa sababu gani wanaambia watoe? Kwa sababu wamevaa sanamu. Waambie wavue. Waambie watoe vyombo vyao vya uzuri ili nijue nitakalowatenda. Kwa sababu gani alikuwa anakataa? Ni kwa sababu hataki. Ndio hataki hivyo, huwezi kuleta mjadala mwingine. Kama angekuwa anataka si angewaacha waende pamoja na mapambo wakakutane na Mungu wao. Kwa nini alikataa? Kasome Mwanzo 35, Mwanzo 35 kuanzia mstari wa kwanza. Utaona Yakobo wakati anaenda mlimani kule, kwenda kutengeneza madhabahu ya Mungu. Alivyoenda kuongea na watu ambao walikuwa pamoja nao pamoja na ndugu zake Yakobo, aliwaambia watoe miungu migeni ambayo wako nayo. Sasa nenda kaone miungu migeni ambao walitoa wale watu. Wakatoa pete ambazo walikuwa nazo mikononi na hereni. Umeona? Wakatoa. Yakobo akaenda kuzificha huko, ndio wakaenda kukutana na Mungu. Kwa nini hawakwenda nazo? Na kwa nini alivyowaambia watoe miungu migeni? Kwa nini walitoa yale mapambo? Leo hii tuna majitu na mikufu na macheni na anakuja kanisani na ukiwaambia ni wabishi. Hawataki kusikia wala kuelewa. Lakini leo hii watu wanatafuta, yani mtu yuko radhi atafute neno la kujitetelea kwenye Biblia. Watu wa leo wamekuwa wabishi, hawataki kuelewa. Ukiwaambia waache hiki au tuthibitishie. Hivi wewe kila dhambi utaithibitisha kwa neno kweli? Kama huna Roho Mtakatifu utabaki kuhangaika hivyo hivyo. Ukiambiwa hiki acha hiki ni dhambi, wewe utasema nithibitishie neno. Mtu ambaye ameokoka kweli na ana Roho Mtakatifu, Roho anamuongoza vitu vingine ambavyo ni dhambi na yeye alikuwa havijui kabisa. Lakini Roho wa Mungu anamzuia, anamwambia usifanye hiki. Kama wewe huna Roho sasa ndio utakuwa unaenda tu kama kipofu, huelewi mbele, huelewi ni wapi unaenda. Kwa sababu huna Roho wa Mungu. Leo hii watumishi wa Mungu wanataka wewe wanabembelezwa. Hiyo unatuletea injili za zamani. Hajakwambia Mungu anabadilika nani? Unatufokea. Unataka wewe wanabembelezwa eti kwamba mpendwa, unajua kwenye mambo ya Mungu yani kuna sehemu ya kubembelezana na kuna sehemu ya kufokeana. Lazima ufokewe ndio utaelewa kichwa chako. Wengine vichwa vyenu ni vigumu, bila kufokewa hamuelewi. Sasa ili muelewe natakiwa mfokewe, ili muone kwamba watu hawa wana uchungu, hawataki wewe uende motoni, uende mbinguni. Unajifanya mtakatifu. Mtu wa Mungu unafika mahala mpaka unasema hivyo. Eti anajifanya mtakatifu. Watu wa Mungu mkiambiwa neno na mchungaji, mnakaa mnaanza kumjadili mchungaji wenu. Umesikia leo, endelea kujipamba na mawigi yako, na minywele yako, na micheni yako, endelea. Jehanamu inakusubiri. Mpaka kwenye mavazi bado watumishi. Hivi wewe kweli una Roho Mtakatifu? Mwanamke unavaa suruali kweli wewe una Roho Mtakatifu wewe? Kumbukumbu la Torati 22:5 iko wazi kabisa inasema eti haijafunua kabisa ya kwamba suruali, yaani haijataja suruali. Hivi wewe haujui mavazi yanayompasa mwanaume kweli mpaka unasema eti haijataja suruali? Yaani unataka Biblia ikutajie kwamba usivae suruali, unataka kweli itaje? Sasa kama unataka kitajwe, Biblia singekuwa hapo. Kama unataka mambo yote yatajwe, Biblia singekuwa kuanzia hapa mpaka huko ndio unasomaga tu naenda. Huna Roho. Ndio maana ni mbishi. Kweli neno la Mungu linasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume. Hauelewi mavazi yanayompasa mwanaume ni yapi.
Na mavazi ambayo nayompasa mwanamke ni yapi? Uyaelewi mpaka unasema ipo. Wewe. Acheni mapambo, hata watoto wenu msiwavalishe. Acheni manguo ya wanaume, acheni manguo ya wanawake. Acheni mawigi, macheni, mapete acheni. Kwa hiyo wanandoa na wao wasivae pete. Pete ni mpango ambao umeanzishwa na wanadamu tu. Hakuna sehemu imetuambia. Kwani mtu hawezi akawa amevaa pete akamchiti mkewe au mumewe? Vaa pete rohoni, moyoni. Huko sasa. Kama ukivaa pete rohoni huwezi kumsaliti mkeo au mumeo, huwezi kumsaliti. Lakini kama umevaa pete la mkononi hili ni chuma tu, halina issue yoyote. Unaweza kulivua na ukafanya mambo yako. Kwanza watu hata sasa hivi hawaheshimu ndoa. Mtu anamuona mwanaume ana pete na analala naye, mwanamke ana pete na analala naye. Tunatuletea mambo ya pete sisi hapa. Vaa uone cha moto. Kwa hiyo watu wote ambao wanavaa mapambo na wanavaa suruali na wanavaa pete wanaenda motoni, wanaenda. Neno liko wazi. Sasa unataka waende mbinguni wakati ndio ishasema hivyo. Hawaendi. Ndio maana leo nasema watu wengi kama mchanga motoni. Kwa sababu ya upishi. Pisheni, lakini ukweli ndio huo. Na hatuwezi tukakaa sehemu moja kusema tu hapo. Badilikeni. Tumechoka kuwaambia. Kama wewe unabisha, bisha. Hatuna mdahalo hapa.